Kwa hivyo tunaingia katika kipengele cha mawaidha. Tunamkaribisha mwenyekiti wa sisi nchini Burundi, Sheikh Fadhil bin Juma, naye pia jukwaa hili linamhusu aweze kutupa chakula cha roho, kwa sababu tuliohudhuria hapa, moja ya mambo makubwa tuyaone kuwa ni muhimu ni mawaidha haya yatakayotolewa na mashekhe zetu, ili usiku huu ikiwa tutavumilia kuzisikia sauti za wenye kutoa qasaid na dufu hizi, kwa nini tushindwe kuvumilia kusikiliza madai pale wanapo tupa mawaidha? Naam, bali tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونحمده سبحانه وتعالى ترة أخرى الذي شرف الأنام بالتوحيد والأدب الكريم الفضيل. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن صار في مسيرته ونهج في منهجه وسلك في مسالكه الكريمة إلى قيام الساعة. وبعد، يقول تبارك وتعالى بعد الاستعاذة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وقال أيضا جل شأنه وتعالى ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Nachukua fursa hii kwa kuweza kuzitoa shukurani kwanza za dhati kwa Allah tabaraka wa taala, yeye aliyesababisha tukusanyike katika kiwanja kama hichi. Kimepata sharafun idhafiyu. Sharafun idhafiyu ni kwa sababu ya mudhafu ilayhi wa huwa ismu rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sababu unapoita majlisun ni ismu nakira, haina taarifu ya aina yote, na hichi ni kikao kina kile kitambulisho chake ambacho ni majlisu rasulillah. Kwa sababu ya sifa ya mtume imesababisha majlisu hii kuwa ni majlisun musharraf, musharrafun bisharafi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa tashrifa hii idhafiyo
imesababisha tuonekane tuko ndani ya kikao tukufu na chenye heshima kubwa. Tunazitaka rehema na amani zimmiminikie kipenzi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na ali zake na sahabazi na kila Muislam atakayeshikamana na mwenendo mwema aliyokuja nao mtume hadi siku ya kiyama. Nimetanguliza aya ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujilieni bila shaka mtume anayetokana na nyinyi. Ukitazama takdirati ambazo zimeingia katika aya hii, bila shaka kuna ismul maulidi, lakini haikutaja tu kisarahatin wa qawlin wadih, haikusikika kwa kutaja kwa kusikika moja kwa moja maulidi, kama jinsi waliyekuwa wengi katika wale ambao wanachanganyikiwa tu na kuleta hoja ya kwamba hakuna katika aya ndani ya Qur'ani limetajwa ismi maulidi ambayo mtajengea hoja ya kuweza kutolea dalili ya kikao hichi. Qur'ani ni kitabu kidogo, lakini kwa sababu ya majazi zilizowekwa ndani ya Qur'ani imesababisha udogo wake kubeba mambo mengi ambayo hayakuweza kutajwa. Kwa hiyo ukitazama min anfusikum, kutokana na nafsi zenu, bila shaka kutokana na nafsi, ili nafsi itowe kitu kingine haiwezi ikapatikana, lazima papatikane kitu kinaitwa at-tawalud, kuzaliana, lazima. Kwa hiyo hapawezi pakapatikana min anfusikum min ghairi alwiladati, haiwezi kupatikana kutokana na nafsi zenu bila kupatikana kuzaliwa. Kwa hiyo ismul maulidi muqaddaratun min harfi jarin wa majruri, kutokana na hii harfu jari na majruri yake tayari ismul maulidi imekuwa mukaddaru katika neno hili, na moja kwa moja unapata laqad ja'akum rasulun min anfusikum wiladatan. Kwa hiyo hakuna namna ya kulikwepa hili, na ni neema kubwa sana kuonekana eti watu kumekusanyika tu kwa ajili ya kufanya rafu shamailihi wa dhikri kulli ma waqa'a fi wiladatihi. Ni kitu cha kipekee sana ambacho wanadamu tunaweza tukakichukua cha kawaida, lakini hata malaika wenyewe wanafurahikia hili, wanalipongeza hili, na wenyewe wakiwa pamoja na sisi katika vikao kama hivi. sallallahu alayhi wasallam. Ushahidi wa maneno ya mtume yalipozungumzia majtamaa qaumun fi baiti min buyutillah, imetaja min buyutillah tashrifan wa ta'dhima, lakini ni vikao sehemu ya aina yote, iwe ni chini ya mti, iwe ni baharini, iwe ni mtoni, iwe ni sehemu gani, inaingia katika hadithi hii ya mtume. Kama ilitajwa misikitini, nyumba katika nyumba ya Mungu, ni tashrifan wa ta'dhima. Hawakusanyiki watu, iwe ni ndani ya majumba ya Mungu, aidha sehemu ya aina yote. Yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu, wakisoma kitabu cha Mungu na wakifundishana. Hauwezi ukakisoma kitabu cha Mungu min bidayatihi ila nihayatihi min ghairi dhikri ismi rasulillah au min ghairi dhikri sifati rasulillah. Allahumma salli ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Huwezi ukasoma Qur'ani kuanzia mwanzo wake hadi mwisho wake eti ukashindwa kutaja jina la mtume, wala ukashindwa kuzipata sifa za mtume ndani ya Qur'ani. Nur Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa kwamba mtume anasema yatluna kitaba Allah, wakikisoma kitabu cha Mungu,
kwa nini kikao cha maulidi kikataliwe? Kwa sababu mimma wujida fi kitabillahi wa sifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min bayyiha, katika yale ambayo yanayotajwa miongoni mwa sifa mbalimbali za mtume au yanayotajwa ndani ya kitabu cha Mungu, na sifa za mtume zimo ndani ya kitabu cha Mungu. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Kwa nini kikao cha kumtaja mtume ndio kitolewe kwenye hadithi hii? Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah. Na bila shaka kilichokutukusanyisha hapa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tunazisoma aya za Mungu kwa kumsifu mtume, na tunasoma hadithi za mtume kwa kumweleza huyo mtume. Kwa hiyo hakuna namna yoyote yule vyovyote atakavyokuwa kwa ilmu yake, kwa nafasi yake, anaweza akathubutu kutoa majlisi ya maulidi nabii ndani ya kitabu cha Mungu, wala kupitia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqad shakara Allah an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman hina kharaja min baytihi fawajada qauman min qaumihi yadhkuruna isma Allah wa yuhalliluna wa yudhakkiruna wa yusabbihuna wa yukabbiruna fahamidallah subhanahu wa ta'ala bidhalik. Aliwahi siku moja mtume kutoka nyumbani kwake, akawakuta watu wamekaa wakimtaja Mwenyezi Mungu kwa sifa mbalimbali. Basi alimshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kujalia watu katika kaumi yake ni watu wanaomtaja Mwenyezi Mungu na kumtukuza. Na ilipokuja ile aya wa rafa'na laka dhikrak, tumekwisha unyanyua utajo wako, ilipokuja hii aya, Jibril alikuja kwa mtume akamwambia, inna Allaha yuqri'uka salama, Mwenyezi Mungu anakutolea salama. Wa yaqulu lak atadri ma'na hadhihi al-aya, unatambua maana ya aya hii? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahu a'lamu, Allah ndo mjuzi zaidi katika hilo. Akamwambia hii aya inazungumzia kwamba idha dhukirtu ana Allah dhukirta ma'i, nitakapotajwa mimi Allah, basi wewe mtume utatajwa pamoja na mimi. Wa rafa'na laka dhikrak, hii ni kaulun ambayo inaonesha ya kwamba kuna mambo ambayo sisi Waislamu hatutakii kuyatafuta kuwa ni sunna kwa mtume, bali ni mambo ya maamurun liman amana bi rasulillah au likulli man amana bi rasulillah. Yeye ndo anatakiwa amfanyie mtume, na wala si kuitafuta sunna hii kwa mtume. Kuna mambo ya aina mbili ambayo maulama waliyazungumza wakayataja, haya hayatafuti kwa mtume. Usisemi wapi mtume kafanya, ushahidi uko wapi mtume kafanya, bali ni mambo yanawahusu waumini, wao ndo wanatakiwa wamfanyie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza kwa kumalizia, na hilo la pili ili tuweze kukaa. Jambo la kwanza ni dhikru shamaili, kuweza kutaja sifa zake, kumtukuza, kumpaza, kumnyanyua. Hili sio swala linamuhusu mtume yeye alifanya kama yeye, bali ni jambo ambayo tunatakiwa sisi ndo tumfanyie yeye, sio yeye ajifanyie. Na hiyo ni misdaqi qawlihi ta'ala wa rafa'na laka dhikrak, sisi ndo tumebeba dhamana ya kunyanyua utaji wako, sio wewe. Ndo Mungu atamwambia ya Muhammad irfa' dhikrak, nyanyua utaji wako, hapana, bali sisi ndo tunaambiwa wa rafa'na laka dhikrak. Kuna na adalatu ala alfa'ilin wa hum madhkurun fi ayati min surati at-tauba
في سورة من آية يعني سورة من يعني آية من سورة سورة nani sura ambayo Mwenyezi Mungu ni sura gani ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumzia kauli ambayo akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, surati al-Ahzab. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Fadhakara salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwenyezi Mungu fabada bismihi, akaanza yeye mwenyewe, wa thanna bimalaikatihi, kisha akawaamrisha malaika na wao, wa thalatha bilmu'minin, na akawafanya nafasi ya tatu waaminifu, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hili ndilo lililokuja kuchukua nafasi wa rafa'ana, ina dalatun ala alfa'ilin, au al-awwal huwa Allah, wa thani al-malaika, wa thalithu huwa humul mu'minun. Wa kwanza ni Mungu, kisha malaika, kisha waaminifu. Sisi ndo tuna dhamana ya kunyanyua utajo wake. Hili la kunyanyua utajo, hili ni letu sisi, ndo tumfanyie. Na la pili ni as-salatu alayhi, kumtakia rehma mtume. Na hili swala la kumtakia rehma mtume sio swala ambalo tunatakiwa tulitafute kwa mtume, kama jinsi kuna baadhi ya watu wanasema aina salla an-nabiyyu ala nafsihi litakuna au liyakuna lakum dalilun, ili iweze kuwa kwenu ni dalili. Hakuna nafasi kama hii kufanya istidlali ya kitu kama hichi, kwa sababu tuliamrishwa kulitekeleza hilo ni sisi na wala sio nani, sio mtume. Usitafuti dalili hii kwa mtume, wapi alijisalia, wapi sisi tunatakiwa tulifanye kama alivyofanya yeye. Ni istidlalun naqis ambayo haina nafasi katika sharia. Sisi ndo tuko maamurin an nusallia ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndo tumeamrishwa tumsalie, na hii dalili usiitafute kwake. Kwa hiyo haya mambo mawili haya ni kitu ninakiacha kama zawadi katika majlisi hii tukufu ya kheri. Tutambue ya kwamba kunyanyua utajo wake ni dhamana yetu sisi, kumsalia ni dhamana yetu sisi, na wala sunna hii haitafuti kwa mtume eti ili upate kuiga na kuitekeleza. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru pia tumefaidika na tumekipata chakula, tumeipata elimu, na imani ratiba yetu yazidi kwenda vizuri.